Nataka ili ulijue mapema kabisa. Sio kila collaboration utakayofanya na mtu, ushirikiano labda kwenye kutafuta mradi fulani, utakulipa au utakuletea faida. Nyingine inaweza akakuharibia kabisa. Huu ndo ukweli ambao unatakiwa ujue mara ya kwanza kabisa. Na haya ndio masuala ya kuzingatia wakati unataka kukubali au kukataa kufanya ushirikiano na mtu. La kwanza kabisa, credibility ya yule mtu unataka kushirikiana naye. Kwa mfano wewe unatafuta mradi na mmepata kabisa uhakika kwamba huu mradi mtapata kama mkijiorganize. Lakini huyo mtu ana sifa mbaya. Kwa hiyo kwa nini ushirikiane naye? Kwanza mnaweza mkakosa mradi, lakini pili mkipata mradi mnaweza msiaminike. Kwa hiyo kwa nini ujisumbue kabisa kutafuta kufanya kitu na huyo mtu? Bora usifanye naye. Cha pili, je, vision zenu zinaendana? Kama maono yenu hayaendani, hamna haja ya kufanya kitu pamoja. Tafuta mtu ambaye maono yenu yanaendana. Kwa hiyo haya yote kwanza ninayokuambia unatakiwa kwamba ufanye research mapema ndio uzingatie hivi vitu. Cha tatu, je, huyo mtu ana accountability? Yaani akisema atafanya kitu anafanya kweli na anafika mpaka mwisho. Kuna mwingine anasema bwana yeye hata sijali. Na kati mpo katikati ya mradi ili mnatakiwa mmalize au hata mmeshafanya story labda mmeenda lakini na mmeziandika vizuri kila kitu zimeenda, lakini mnatakiwa sasa kupeleka ripoti, mnatakiwa muandike ripoti, mnatakiwa muattach hizo document za hizo kazi zenu ambazo mmefanya. Mtu hataki kufanya kwa sababu anakuambia mimi nimesha report. Full stop. Kingine ni je, hicho mnachotaka kufanya kina faida kwako, kinakuongezea thamani yoyote wewe? Kama akikuongezei, kwa nini unataka kufanya hiyo project? Kwa hiyo zingatia hayo wakati unafanya maamuzi kabisa ya kwamba nataka kufanya mradi huu, nataka nishirikiane na huyu na huyu na huyu. Kwa sababu sio kila collaboration ni nzuri. Nyingine zinaweza zikakuharibia kabisa kabisa na ukarudi nyuma sana badala ya kwenda mbele zaidi. Chao.